kijamii, kwani inazidi kuwa mstari wa juu. Ndio maana nataka tuulizane kama wanaharakati, mbona mambo haya? Na mambo haya kiendelea tutakuwa wapi? Maana hivi tulivyo havinyamaza sana na mahali tu kwa samari pazuri. Je, tukiendelea kudhibiti na kunyamaza tutakuwa wapi? Kwa hivyo maana tukasema kuna watu wakaribia wenzetu ambao tunawajua, ambao tunajua wale wazee wako hapa, kuna pia watu wa dini na wazee wengine pia wanajua historia Mombasa na sehemu zingine katika mambo yanayojua vizuri, ili tuweze kuzungumzana hii siku ya leo, tujue kama ni tatizo ni wapi, ama kama ni mvua ilitunyeshea ingine wapi, kwa kwamba hakuja mabali tu fanyeni turekebishe. Kwa hivyo huu ni mkutano huu, manake issues zinafanyika katika jamii na kila mtu pale alipotoka. Tunashukuru Mungu kila aliyekuja hapa hakuja kwa niaba yake. Kuna vile ambavyo wamekuja hapa kuwakilisha jamii yake kwa yale mambo ambayo yanafanywa kwenye mtaani. Kwa hivyo wewe kuja hapa kama ambassador wa ile jamii yako ambayo umekuja kuwakilisha. Kwa hivyo naomba uwe huru, uchangie, ili unapochangia suluhu inapopatikana uende kwa pekee kwa suluhu ya tatizo ambalo linagandamiza watu wa kufundisha. Kwa hivyo sitaki kwa wingi wa maneno, nataka karibisha ndugu yangu ambaye anaongea sana introduce, agana kujintroduce akiendelea ili tupate reflection kidogo na masuala mbalimbali. Tumekuwa na tume tuseme kama ya Lungu Land Commission, kilimo Land Commission, tumekuwa na CRIGLA reports, different reports, but mpaka sasa hivi swala la ardhi halijaweza kujadiliwa vile inavyotakikana. Na currently tumeona kuwa ufurushaji umekuwa ukiendelea kwa njia mbalimbali. Jamii zimekuwa zikifurushwa kwa sababu ya tuseme upanuaji wa barabara ama manyumba za bei nafuu. Na so far tumekuwa na jamii 3 ambazo zimefurushwa kwa sababu ya affordable housing program. Tumekuwa na Baxter community, Likoni na Mzizima. Na pia kuna jamii kutoka Jomvu ambayo inaitwa Mbuiwachapa, ambapo wanaweza kufurushwa anytime from now to pave way for the construction of a mashing yard. Na serikali ya county imeweza kuchukua ardhi mbalimbali, wameweza kuamalgamate ardhi mbalimbali katika eneo hilo, wakisema ardhi ni yao. Na some of the plots jamii zimeweza kushinda adverse possession cases in court. So tumeona kuwa serikali ya county na serikali kuu wanatumia nguvu kufurusha watu. So bila kusema mengi, ningeweza kufungua hilo ili wanajamii mbalimbali waweze kuuliza maswali yao. Swala najieleza hivi kwa sababu Gachagua akisimama akisema sisi watu wa mlima, lakini mimi nikisema mimi mtu wa mabao nishabandikwa mambo mengi, mimi ni mkabila, mimi ni Al-Shabaab. Kwa hivyo haki hizi ni nyinyi msisimamilie na msipampu sana wakati wa viongozi ambao wakichaguliwa, na mara nyingi nimependa kuita viongozi sio viongozi, kwa sababu leo karibu na election madirisha ya magari yatafunguliwa, watakwenda mazishini sana, lakini akishachaguliwa hii ndio shida. Kwa hivyo hatuna utetezi, tegemeo letu kubwa ni nyinyi mashirika. Na kule vijiweni hamujitambui lugha ambao umeitwa nyinyi watetezi, sababu leo ukisimama hivi, mimi nasimama katika maandamano ya istihara nikiwa na Hussein na nikaona mikakati ya Haki Afrika vile walitusaidia, lakini utasikia mtu akwambia Haki Afrika awali ni pesa, ukishapewa pesa asimama pale atesi. La, ni sababu moja mkaribia yule mtu, lakini mimi nimekaribia nikaona ni muhimu sana mashirika kusimamia haki za kibinadamu katika miji yetu. Na nikimalizia naweza kusema ya kwamba katika pwani ni historia, na pwani ni moja ya mikoa 8 ya Kenya. Shida kubwa iko katika mkoa wetu wa pwani,
ni shida za ardhi. Shida hizi za ardhi, kuna watu wa sehemu zingine wananyakua haki za pwani wakisingizio ya kwamba wanaleta zile itikadi zao za divide and rule. Leo mimi nitaambiwa sahihi pale niko sahihi, nikitaka simama katika election ati mimi kwanza mimi nawauliza nyinyi mliokuwa mimi Mwarabu, sababu mweupe wachache yule mweupe kidogo, nikenda kule naambiwa ya kwamba we Mwarabu anatunyang'anya ardhi na viongozi wako kwenye serikali. Leo ardhi ya shamba la Makonge mabwenyenye wanalijenga, lakini viongozi wamenyamaza vipingo kwa sababu ya kwamba wameshapawa sehemu zao. Ukweli tuambia nini? Tukichamke ndugu hatutazaa naye. Kingi alikuwa gavana, shamba la Makonge likishadisi, watu mabwenyenye kutoka sehemu nyingine wanajenga estate vipingo. Leo Chakama inakatwa paka Marafa. Mijikenda ameambiwa ni Mwarabu anamwibia, lakini ni watu wenye kuwa na mamlaka kwa serikali za nyuma walinyakua zile marenti wakayafanya ni mashamba yao. Sisi tuna hamasa na tuna mengi ya kusema, lakini muda ni mfupi. Kitu ambacho mimi nataka kusema, hii kasumba ya wapwani kugawanywa ili watu wafaidike na rasilimali za wapwani, tuondoeni. Ati sijui huyu ni Mwarabu, huyu ni mweusi, yule ni mweupe, hiyo tuwekeni kando. Sote ni binadamu, tuliumbwa kujuana. Historia kidogo nikawapa ndugu zangu, tumegawanywa wakati Titanium ilipofunguliwa kule. Matakarua alisema ni utandu huu, ikiwa mahali kumepatikana Titanium ni utandu ambao kuna madini zingine. Ilipopatikana wenye mashamba waliambiwa, mijadala wakaifanya Nairobi, na ukiangalia ni mzee wa Kidigo ama mzee wa Kiduruma aliritaya koti lake pia lile aliloritaya nalo ulijui rangi sababu ya viraka. Ukichukua hii dala uiweke kwenye mguu wake, mguu wa mzee afanye hata viatu miguu imepasuka, wamwambia aende afanye majadiliano ya Titanium Nairobi. Kwa hivyo hizi ni dhuluma za kihistoria katika pwani. Tunaomba Haki Afrika, mashirika mengine muumri na nani mupam katika masuala za haki za wapwani. Hakuna makabila, hakuna mkoa uliodhulumika katika Kenya hii kama pwani. Na nikisema neno wanati, mnati ni kama vile mtu asema mimi Mkaya. Usigeuze lugha kwa sababu za kisiasa, kwa sababu ya matarajio yenu, malengo yenu. Sisi sote ni wamoja, na mpwani ni mpwani, ni mnati. Hata nawaomba kupitia kwa ndugu yangu Hussein, tushafanya naye sana, dadangu uko pale. Wallahi tuma wallahi, shida zote hizi mnazoziongea hapa, sijui za wafupi za nani, zinachangiwa na hawa waliochaguliwa wanasiasa. Na hawa wanasiasa wana misemo yao, ikiwa tukutaki wewe ukionekana kweli una haki upiti. Kwa hivyo hii tusipopita, hebu tusimamieni watu wapite ambao watakuwa wamechaguliwa na wanaostahili wapate. Asante sana. Alafu kuna Wajiri, kuna Garissa, kuna Mandera, hao wote hawezi kuwa wajalamu kufanya kazi bandarini jioni warudi nyumbani. Kwa hivyo watajengewa. Kwa maana hiyo mimi ninafanyaga ni kwa kiunga mpaka wiki ikwisha. Lakini wenyewe wanahikuma sana, waleta miradi gradualistic wanasema, hatua kwa hatua, kwa sababu msishtuke nyinyi kwa jamii. Ile ni moja kwa sitaingia ndani sana. Vipima Investment Park inakuja, na kama maona kuna kampuni chukua shamba la Makonge kisha piga ukuta mpaka kibaoni Takaunti.
lakini katika kugeresha hiyo gradualistic wanaanza na vipingo rich wawasikiza ama kusema kitu. Sasa wanakuja wanaanza barabara kutoka hapa City Mall Bamburi mpaka Mafueni, lakini wengi hufika kwamba kwenye 200 investors ambao watawekeza sehemu ile, na ambapo mageuzi yale yataumiza sana wenyeji wa sehemu ile ambao washaanza kuhisi maumivu ya yanayokuja, lakini bado hawajatasua, hawajafafanua kwa jamii. Tatu, Shimoni Integrated Development Project unaanza kirahisi na Dongo Kuu, kisha pale wajengewa stadium. Sasa nyinyi wanaharakati, kule kuna cobalt ya 1.3 trillion, titanium na zircon na ilmenite zinkwenda, hamukushtuka kunkwenda nini? Sasa hivi walioko gasi washaanza kutingishwa, hakujashtuka kwa jamii. Ndio watingishwa, hawajafurushwa bado tulia. Kule kuna mafuta 120,000 barrels to 750,000 barrels per day. Sasa miradi hii mitatu ikija, kwa kwani uko wapi? Sasa mimi naja kuwarahisishia kama tutakubaliana. Mimi naona kama mashirika yale mambo ya kupiga kelele hata kama yatakuwepo, sioni kama ni wakati wake. Lakini mimi nawauliza nyinyi suala la kijingajinga, hamwezi kuandika petition, ukapetition Senate au Parliament, tukaungana, tukenda, tukawaambia historical injustices ya ardhi na mambo yote na human rights walivyotuumiza Pwani, ikawa nyinyi pia yale msemayo miaka yote mtaweza kuprove mimi ni kweli au ni mrongo. Hamwezi. Sasa pamoja ni iandikwe petition, wapelekewe Senate Committee ya Land, Resources na Environment, twende tukawape ushahidi. Si leo, tangu 1933 Morris Carter report ardhi ni ya nani iko ajabu, kwa wao wajua, nyinyi hamjui. 1933 Morris Carter report, mfano ardhi ya Mpeketoni eka 5,000, wanaandika fadhili kwa watu gani? Sasa yeye Jomo Kenyatta akija akichukua watu wake akiwaleta Mpeketoni, yeye alikuwa hajui kama Morris Carter anasema hii ardhi ya nani? Mbona hapo mfano? Sasa nasipendi kuonekana kama Kabila nataka kunielewa kwa njia rahisi. Sisi tuna ndugu zetu huku, mimi nasoma shule hii. Tukianza tunaanza CITC hapa tunakuja standard 3 yaitwa Buxton Full Primary School hapa. Sawa, mimi nasoma na Maina, nasoma na Kaduru, Wamboi hapa, Kabura Benson, wote tunasoma na 1 mpaka 7. Na hawa nawakwambia wakisha kutoka nyumba hizi hapo mpaka Malani. Sawa, na ni Wakikuyu, ni Wajaluo, ni Wakamba ambao hata lugha yao wengine wasikia kusema hawawezi. Kama waniona mimi Mkabila, kwa hisani yako wewe uliokuja juzi ukaiba, usinipe mimi, mpe huyu Mkabila yako, lakini mpe yeye, alafu wewe nenda, ukitaka kuja hapa pita kupitia huyu. Unaeleweka au bado? Mimi na Mkikuyu huyu hapa, hata lugha yake hajui tena. Wewe ukuja juzi unaiba, sasa wewe usinirudishie mimi, mpe huyu. Huyu yuko kitambo na ana kitu, ili ujue mimi si Mkabila. Mpe huyu, ni Mkikuyu mwenzako, muulize babake nani, mamake nani, si kwani. Lakini wewe ukataja huyu hajapata. Sasa na kabila nyingine zozote ni hivi. Mimi nachoomba nyinyi, kama kweli mko serious, write up a petition, tukae kama tuizungumze. Nyinyi kwanza mniscrutiny
twende kule, ushahidi huu kwa ushahidi wa hii kwa ushahidi wa hii mpaka mulidhiki, alafu tusonge mbele. Haya si mambo yataka chuki, hayataki ukabila, hayataki udini, hayataki urani, yataka ushahidi wa kuthibitisha usemaji. Sasa kama ushahidi huko twatetea nini? Kwa nini twatetea chuki? Huyu asema nao Walid ameniomba tujaribu kusummarize maybe 3-4 issues. And this is the first meeting. I'm hoping that there will be other meetings. Sure. And those meetings don't necessarily have to happen. Ikiwa wanawake watakutana, watuambie sisi pia tunataka usaidizi, we have our things to do, we will stand with you. Ikiwa vijana watakutana, waseme sisi tuna mambo tunataka kufanya, we will stand with you. Viongozi wa kidini wakiwa na mkutano wao, waseme tunataka kufanya hivi na hivi, we will stand with you. Nimezungumza na my brother Stambuli pamoja na Karama wana mkutano wao, we will stand with them. Hatuna competition among us. Sisi ni comrades and we support each other. Tusigawanywe. Sisi tunafaa kushindana kuleta mabadiliko katika jamii yetu, sio kushindana kuangushana. So anyone with any sector you belong to, please go organize yourselves. I will be so happy. Kesho nialikwe na bradhangu wapendwa wanakutana, njoo tusaidiane, tujue tutafanya vipi kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Kesho tualikwe na kina Lydia, vijana tumeungana, tunataka kufanya hivi na hivi. Na si mimi peke yangu, tualikane sisi sote. Tuseme njoo Bwana Stambuli, wewe ni kiongozi hapa. Tuna mkutano wetu kama viongozi wa kidini. Hebu njoo tuongoze, tupe historia, tujue tutafanya nini. So please let's work together. Please let's work together. Let's bring change to this community. Hii county yetu na region yetu shouldn't be where it is today. Honestly, it's embarrassing. It is embarrassing mambo mengine ambayo tunaona tunasikia. Na sisi ndio tunajiita Mombasa. Ni mpaka pale tutakapotoka hapa, uende mahali kando ndio utasikia ile aibu. Utasikia ile aibu, watu wako katikati ya maandamano. Watu wanapigania waliouawa. Watu wako katika sijui hali gani kujaribu kuleta mabadiliko katika nchi. Kisha swala linalotoka Mombasa, Bruce amebaki. Surely the country is in the peak of bringing changes. Watu wamesimama wanataka nchi isonge mbele. Kisha ukiangalia the biggest issue from Mombasa, I mean, hata uko kwenye mkutano unasema hata hujui useme nini. Manake ni nyumbani, huwezi ukajitoa, ni nyumbani, lakini you can't even explain. This should not be Mombasa. Hii nchi hata sio nchi. East Africa ilianza na Mombasa. Ile reli ya kwanza mpaka leo iko pale for Jesus. We are the ones who brought civilization to East and Central Africa. Ilianzia Mombasa hapa. Leo hii vipi sisi ndio tuko nyuma? Kwa nini tunakubali sisi leo ndio tuwe tunashikilia mkia? So this cannot continue happening, my brothers and sisters. Fellow comrades, comrades power! Comrades power! Comrades power! Time for change is now. Na tusikubali, ni tushikane pamoja, tuweze kusukuma ili gurudumu la Mombasa County na Pwani kwa jumla. Because hizi county zingine zote zinangoja kuona Mombasa tutafanya nini. County za Pwani hungoja kuona Mombasa inaelekea vipi, kisha wao wanafuata. So let us not hold back. We stand united. Makabila yote yaliyoko hapa, ni Wanati, ni Wanani, sijui waitwaje na nani, sisi sote. If you live in Mombasa, this concerns you. So we work together and we push this forward.